Janet! 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 Huyu rafiki zake ni hawa vicha hawa wewe wasiokuwa na akili. Hebu ngoja nione unapocheza. Huyu atanionyesha Janet mali. Ayombi. Kula? Sio kula. Janet yuko wapi? Janet mwanangu yuko wapi? Nyumbani. Nyumbani? Acha kuniletea upumbavu. Ujue mwanangu nampenda. Mwanangu nimemfundisha katika maadili. Nachotaka ni mtoto. Nachotaka ni mtoto. Kumbuka jukumu la kulinda watoto. Mtoto kwa. Nachotaka ni mtoto Gaza, sawa? Sikiliza. Mwanangu nimemfundisha maadili, anajua kutumia chakula vizuri. Ana uwezo wa kuishi na kila mtu. Ana uwezo wa kukaa na kila mtu mzima mwenye akili zake timamu. Leo mwanangu Janet nikose kumuona. Basi. Sasa utapewa mtoto. Usilete simama. Lota mtoto wapi? Onyesha mtoto. Sijui basi nipo mimi. Onyesha mtoto. Kumbuka wewe ni nani katika taifa hili la Tanzania. Na jukumu la kulinda watoto ni letu. Nataka ni mtoto. Basi sina chochote. Sina chochote mimi. Sina kitu mimi basi. Sina chochote. Unajua tumbo. Okay. Wote leo wote. Sasa yuko wapi? Wewe, ninachotaka ni mtoto.
na mwanangu Janet, rafiki zake ni ninyi ambao mmekuwa kama crazy hivi, mmecheza huko mpaka mmesahau majukumu ya ulinzi wa taifa. Acha ujinga brother, ninachotaka ni mtoto, Nitakutana tena. Nakwambia nitakutana. Sogea. Ninachotaka mimi. Peace God. Naam. Umefanya kazi kwa uadilifu, lakini juu ya mwanangu umefeli. Mr. P. Naam. Ninachohitaji ni mtoto. Mnaweza mkanipa taarifa mwanangu yuko wapi? Yes. Boss Nyota, kama jinsi ambavyo ulizungumza, maagizo yako yanahitajika kutekelezwa. Mzigo wa heroin unatakiwa usafirishwe kupelekwa South Africa. Na kama itatuilia ugumu, inabidi yule mtoto wa yule mpuuzi Tinto inabidi tumuue, afu atafutwe daktari tumfanyie upasuaji, afu mzigo tutie kwenye tumbo lake. Hapo nadhani tutafaulu. Unaionaje? Mimi naona haina haja kutafuta daktari eti kumweka upasuaji au mpasue. Mimi nitaifanya hiyo kazi, nitampasua mkono wangu mwenyewe na tutaweka mzigo na tutatembea. Wazo zuri sana vijana wangu, kazi nyingi sana nimewapa, ila hamjawahi kunifelisha. Hivyo ninawaamini asilimia nyingi sana. Kwenye asilimia ya ile pesa nitaongeza mara 2 yake. Kwanza hiyo ya maji, vijana wangu, pigeni kazi. Boss, wa hapa umecheza, na ndio maana hujawahi kuniangusha. Kingine yote tumezungumza, ila kuna jambo kuu la msingi. Nimejaribu kufuatilia na nina uhakika wale watu waliokuwa wakishinda getini kwa Bwana Tinto, wale kuna asilimia karibia 99.99 sio vichaa. Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Bosi, usibishane na mimi. Sijawahi kukuletea taarifa ya ubabaifu hata siku moja. Nina uhakika na katika hili, kwa sababu taarifa za kupotelewa na mtoto mpaka sasa hivi watakuwa nazo. Umesema yes? Ndiyo mkuu. Unaweza ukanipa taarifa ya mwanangu? Ya. Na ushahidi kila kitu. Tukio zima nimelichukua. Mwanangu yuko mikono salama? Hapana. Janeti hayupo mikono salama. What? Unakumbuka ile siku kuna kijana aliingilia mchezo? Angalia mkuu. Wanazi. Huyu si ndio yule kichali kuja siku ile akapewa maji ya kunywa? Ndio maana mimi nilikuwa na wasiwasi naye. Tangia naingia mlangoni. Mr. P. Naam. Eyo. Naam boss. Hili limekuwa tatizo tayari. Sielewi mwanangu atakuwa katika mazingira yapi. Nami nimefanya nini kwa wananchi aliyakuwa anafanya kazi ya usalama ndani ya taifa la Tanzania? Kwa nini mwanangu ategwe kisababu? Kiujinga tu bila sababu? Eh? Kwa asilimia 100 wanaweza kututrack. Kwa hiyo huu mchezo nakuachia wewe. Fuatilia, uhakikishe hiki ninachokifikiria na kukiwaza kama kina ukweli ndani yake, afu wapoteze maboya. Sasa basi, ninachokihitaji ni kitu kimoja. Nahitaji location itrakiwe haraka iwezekanavyo niweze kujua mwanangu yuko wapi. Nasi kama usalama wa taifa haturuhusiwi kutoa taarifa jeshi la polisi kabla upelelezi haujakamilika. Hilo mnalifahamu? Ndio boss. Mr. P, naomba track ingiza majina matatu ya Janet.
ya kwake, kisha ingiza majina matatu ya baba, ingiza majina matatu ya mama, haraka iwezekanavyo. Bamkulu, ni kijana mdogo sana yule. Tumekwepa mishale mingi sana vijana wangu. Mtoto mdogo yule anatushinda. Acheni kuwa na wasiwasi, furahini maisha. Ngoja kwanza nipigie simu. Hapo tu bosi wangu ndio hujawahi kunifelisha. Kijana. Janet aletwe pamoja na ule mzigo nyumbani. Haraka. Chukua tajiri. Ukatembea. Poa. Pamoja. Upelelezi uliendelea na baada ya wiki 2 majambazi walikamatwa na mtoto akawa salama. Walipopigwa na kupelelezwa vizuri ndipo waliposema mipango yao ilivyokuwa. Tazama. Madam Nyota, kuna tatizo gani? Umeniambia nikusanye vijana haraka. Unafika hapo unazunguka, sielewi chochote. Hem, nieleze basi na mimi nijue. Kuna tatizo. Tinto ameshatushtukia kwenye biashara zetu. Kwa hiyo hapo vijana inabidi tuwe makini sana. Hapa kati yenu kuna mwenye wazo? Maana mimi nimechanganyikiwa kabisa, sielewi. Oya, ni hapa na wazo. Wazo lenyewe lipo hivi. Hivi kwa sababu mnaona simteke mtoto wa Tinto. Na kwa sababu pale kwake waga na na vichana ingia sana pale kwake. Kati yetu mmoja hapa ajifanye kuwa kichaa ili sipate mtoto wa Tinto. Au nyeona mnalonaje hilo wazo? Mr. Tony, ili sio jambo la kufanyia mzaha. Inahitaji kutumika akili nyingi sana. Kwa sababu tukumbuke yule jamaa hadi kuwinda kututambua sisi ni wakina nani, ametumia akili nyingi, na msisahau kwamba ni askari mpelelezi. Kwa hiyo anahitajika kijana ambaye binafsi ninamkubali na naenda kumteua sasa hivi. Madam Nyota, mimi nadhani Kamaka anafaa. Tumemtuma sehemu nyingi za hatari, amepitisha mzigo mahali ambapo pana wanajeshi, mzigo ukafika salama. Kwa hiyo kijana, hilo ni jukumu lako kuanzia sasa hivi. Bosi, usiwe na wasiwasi. Huyo mtoto atapatikana. Mimi ndio Kamaka. Kikubwa tu ni kutia hela bosi. Mwendo wa sapampa. Madam Nyota, hili jambo serikali lazima walilipie. Kitendo cha kukufanya wewe kuwa na pressure watakilipia zaidi ya mara 3. Kuna zile heroin tunatakiwa tuhakikishe zinafika South Africa. Iwe nyeshe mvua, iwe ni jua, watatutambua sisi ni wakina nani. Kingine, yule mtoto ikazi tulokupatia ndio nenda kutupatia heshima hapa mjini. Hawa watu wanaojiita maskari watatutafuta sisi kwa tochi. Kwa hiyo ukileta uzembe
Tuliza mkali madam. Swala dogo kabisa hilo. Linaisha kabisa. Sawa madam? Sawa vijana. Pesa ni swala la kawaida sana kwangu. Ila ninachohitaji kazi ifanyike kwa haraka na weledi. Na hisi mmenielewa. Ndio bosi. Nimekuelewa bosi. Kuwa na amani bosi. Amani. Ize bosi. Aya, poteni.